Morogoro watu wa mkoa, shefu wa mkoa na nani na kundi lake pale juu walipotaka kuja, nimewazuia. Nikaona pilika zinazofanyika Morogoro, nampigia simu, shefu vipi? Kuna mna pilika wakasema bwana, si ndio tuko sheri hapo, nataka tujaze mafuta tuje tukuone. Nikasema acheni, mimi narudi siku mbili hizi. Wale walichokifanya sasa, wale watu Morogoro wale, ikabidi waje huku nyumbani. Lile fungu alitaka kuniletea kule, wakawa wameacha kwenye nyumba zote. Jamani, tumeleta futari, tutaka tukamwone mzee, lakini mzee siku mbili hizi atarudi. Sawa. Basi nikaishi hivyo kule. Sasa kilichowavuruga watu kwamba mimi kwanza nilisikika nimezidiwa kabisa, lakini baadaye simu haipatikani. Watu wanajua tayari. Haiwezekani. Yule bwana duniani hayupo. Mbona alikuwa tunaongea naye? Usitangaze bwana. Yule mpaka ifike siku 14. Ifike siku 14 mimi nani? Usitangaze. Sasa kafa mzee mmoja ambaye tulikuwa tunasema mama, mzee yule alioa mamangu mdogo, lakini amekufa mikononi kwake mama mdogo yule, lakini pia kamzalia watoto wawili wa kiume. Mimi hawa kina mama mwali hao waliponiambia usema kwamba bwana mzee Mbange amefariki, nikatuma shilingi 50 kwa wasimamizi wa msiba huo. Ile shilingi 50 ni sana zikiwa huyo na nilifanya hivyo kwa sababu nimeona kwamba mzee yule hana ndugu hapa na watoto zake hawajielewi. Watoto zake